Maundi TV ni mwanga wa jamii. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji wa Maundi TV katika historia ya meli Titanic, safari iliyoanza kwa fahari na kuishia katika jangwa. Karibu kwa pamoja tuungane katika historia hii pamoja. Usiku wa tarehe 14 mwaka 1912, bahari ya Atlantic ilikuwa tulivu sana. Anga lilikuwa safi, nyota zilikuwa zikimetameta, na hakuna mtu ndani ya meli kubwa zaidi duniani aliyedhani kwamba ndani ya saa chache historia ingebadilika milele. Meli hiyo iliitwa Titanic. Watu wengi waliamini kwamba Titanic ilikuwa ni meli ambayo isingeweza kuzama. Ilijengwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ya wakati huo na ilionekana kuwa salama kuliko meli zote zilizowahi kutengenezwa. Titanic ilijengwa chini ya Uingereza na kampuni ya White Star Line. Ujenzi wake ulianza mwaka 1909 na ulikamilika mwaka 1912. Wafanyakazi maelfu walishiriki katika ujenzi wake, dunia nzima ikisubiri hamu kuiona ikianza safari. Mnamo tarehe 10 Aprili mwaka 1912, Titanic iliondoka Southampton nchini Uingereza kuelekea New York nchini Marekani. Ndani yake kulikuwa na zaidi ya watu 2000, wakiwemo matajiri wakubwa, wafanyabiashara, wahamiaji waliokuwa wakitafuta maisha mapya, wanawake, watoto na wafanyakazi wa meli. Kwa siku kadhaa, kila siku kilionekana kwenda vizuri. Abiria walifurahia safari, walikula katika migahawa ya kifahari, walicheza muziki na wengine walitembea juu ya staha wakifurahia upepo wa baharini. Lakini usiku wa tarehe 14 Aprili, walipokuwa wakivuka bahari ya Atlantic kaskazini, walipotokea taarifa kadhaa kwamba mbele kulikuwa na vipande vya barafu vilivyoelea baharini. Licha ya maonyo hayo, Titanic iliendelea kwa kasi kubwa. Saa karibu 5 usiku, walinzi waliokuwa juu ya mnara wa meli waliona jabali kubwa la barafu mbele yao. Walitoa tahadhari haraka, lakini ilikuwa imechelewa. Nahodha aliamuru meli igeuke, lakini baada ya sekunde chache Titanic iligonga jabali hilo upande wa kulia. Mwanzoni wengi hawakutambua uzito wa tukio hilo, lakini maji yalianza kuingia kupitia sehemu zilizochanika chini ya meli. Wahandisi walipokagua uharibifu, walimwambia nahodha ukweli: Titanic ingezama. Tatizo kubwa lilikuwa kwamba meli haikuwa na boti za kutosha za kuokoa watu wote kwa wakati, na ujenzi iliyobeba boti chache kuliko idadi ya abiria waliokuwemo. Hofu ilitanda. Wanawake na watoto walipewa nafasi ya kwanza kuingia kwenye boti za uokozi. Wengine walikataa kuamini kwamba meli ingezama, hivyo walibaki ndani yake. Baada ya saa chache, sehemu ya mbele ya Titanic ilianza kuzama. Hatimaye meli ilipasuka vipande viwili na kutoweka chini ya bahari. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha katika maji yenye baridi kali ya bahari ya Atlantic. Takriban watu 7000 pekee waliokolewa na meli nyingine iliyoitwa Carpathia. Janga la Titanic lilishitua dunia. Serikali nyingi zilianza kubadili sheria za usalama wa meli. Kuanza mwaka huo, meli zililazimika kubeba boti za kutosha kwa kila abiria na kuwepo kwa doria za kufuatilia majabali ya baharini. Zaidi ya miaka 100 imepita tangu Titanic izame, lakini simulizi yake bado inaendelea kusimulia duniani kote. Wengine huita ajali kubwa ya baharini, huku wengine wakiona kama somo kwamba hata teknolojia kubwa kiasi gani haiwezi kushinda nguvu za asili. Lakini kubwa cha kushangaza, hadi leo mabaki ya Titanic bado yapo chini ya bahari ya Atlantic, yakikumbusha dunia safari ambayo ilianza kwa matumaini makubwa, lakini iliishia kuwa moja ya majanga makubwa zaidi katika historia ya mwanadamu.